Msikilizaji, sijui, haya ni maoni yangu, lakini ningependa pia kuona nawe unazungumzia vipi kwenye swala hili ambalo mimi nimeliona tangu nimeanza kusimulia simulizi. Kwa hiyo natarajia kuona komenti yako. Ni kwamba tangu nimeanza kufanya kazi hii ya usimulizi ama kusimulia simulizi kwenye stori za mahusiano, ninashuhudia watu wengi wanacheat wakati ambapo kuna ugomvi. Yaani ninaamini hilo sana. Yaani watu wengi wanasaliti mahusiano yao pale ambapo ugomvi unatokea. Ni kwa sababu gani? Unakuta ni wakati ambao kwanza hamtafutani. Sasa hapo mtu anapata uhuru wa kufanya mambo yake, kwa sababu hawezi kumuuliza ulikuwa wapi. Umeona? Hawezi kuuliza ni kwamba umetoka ni saa ngapi nini, wala hawezi kukuomba ruhusa kwamba natoka naenda sehemu fulani, hawezi. Kwa hiyo mara nyingi sana ugomvi unapokuwa unatokea kwenye mahusiano na mnapokuwa mmekaliana kimya na mambo kama hayo, ndipo nyakati ambazo watu huwa wanacheat. Sasa kwenye kucheat kuna mawili. Ndio hayo ambayo yanatokea, watoto wanazaliwa, ambapo mwisho siku mtasameana, mnakuja kurudi, mnaendelea, mimba inakuja kupatikana, kumbe ni mtu hiyo mimba alipata wakati ambao alicheat. Umeelewa? Ama jambo la pili ni kwamba mtu anaporejea sameombana msamaha na tayari alipata upenyo wa kuwa na mtu mwingine wakati ambapo mmegombana. Kuna possibility ya huyo mtu kwenda kuonja penzi upande mwingine, alafu anapokuja kurejea huku kwako, tayari kuna kitu kitakuwa kimepungua kwa yeye kufanya comparison. Yaani kuanza kulinganisha huku na kule. Na ndio maana sehemu iliyoisha nilikwambia kwamba omba sana Mungu, si mwanaume si mwanamke, omba sana Mwenyezi Mungu akujalie mtu ambaye hata kama mtagombana, mnapitia changamoto kiasi gani, kama hamjamtamkiana ya kwamba mimi na wewe basi kila mtu achukue maisha yake hivyo, na mkepeana muda kidogo kuhakikisha kwamba mmeachana kweli, kama mjatamkiana situation hiyo, mmenunia tu ugomvi wa kawaida, omba sana upate mtu ambaye bado ataendelea kuheshimu mwili wake, bado ataendelea pia kukuheshimu. Sawa? Yes. Kwa hiyo hayo ni maoni yangu tu, sijajua kwa wewe utasemaje, lakini natarajia pia kuona comment ya kwako. Na hivi sasa changamoto ambazo anapitia Lindsay kwa upande wa ndoa yake, ukijumlisha na kipenzi chake Lisa, misaada ambayo inatoka, jamani, Lindsay Ness ukoje? Kwa sababu inaonekana kila mtu anayekuja kutoa msaada, anyway, lakini wanaume wengi ndio wapo hivyo, atakuja kukupa msaada lakini anakuwa na lengo lake. Alianza Aston, tayari kashajibebea mzigo. Sasa hivi hapa tuna mtu mwingine. Huyu naye ninaamini soon atakwenda tena kula. Yote tu ni kwa sababu amemsaidia Lindsay kwenye masuala ya nini? Ya kisheria. Kwa hiyo Martin ninaamini na yeye anaweza akaja akapiga mzigo vizuri tu kwa Lindsay. Aston alisaidia upande wa kiafya, Martin amesaidia upande wa kisheria. Sasa tutarajie mwingine. Huenda tukapata fundi gereji atakayesaidia kwa masuala ya technique, ni anaweza akala tu vizuri. Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii simulizi tamu kabisa, ni dada yetu Chuchu. Sasa tunasonga mbele. Kwa sekunde tu ni kwamba tulishia pale ambapo Lindsay ameamua kwenda kulala nyumbani kwa Martin, hakutaka kwenda kulala hotel. Umeelewa? Na huko kote ni kwa sababu yupo Dar es Salaam kwa sababu anamuguza mtoto. Sawa? Kwa hiyo tunaendelea sasa. Lindsay anatuambia kwamba wiki 2 zilipita na binti yangu hajaamka. Kesho kutwa ni siku yao ya kuzaliwa. Adrian amefunga safari na kuja kukaa na mwanae. Baada ya wiki Martin aliondoka na kurudi kwenye majukumu yake. Paka sasa nimeshazoea lawama za Laurent kuwa nilimdanganya. Japo anaongea nao kila siku, lakini kiu yao ni moja tu, kumuona ndugu yao. Madaktari wanasema kuwa hawana la kufanya, ni kumwamini Mungu tu na kusubiri Lisa aamke mwenyewe, japo anasaidiwa kupumua kwa mashine. Lindsay anasema nimeshalia hadi nimechoka, lakini sijakata tamaa. Kila siku ninapoinua macho yangu na kutazama jua, ninakuwa na tumaini jipya kuwa huenda binti yangu ataamka. Lakini giza linaingia na hakuna lililotokea. Hivyo ndivyo nilivyohesabu wiki hizi 2. Basi nilimwambia Adrian ya kwamba kesho inabidi watoto aje na bado sijapata mtu wa kuwaleta. Nilimwambia Adrian, tulikuwa tumekaa mgawani tukila
kabla tujarudi kwenda kumuona Lisa. Sasa Adrian akasema ya kwamba nitajaribu kuona na mimi kama nitapata mtu wa kuja nao. Msikilizaji, tulishakata tiketi 4 za ndege. Sema huyo mtu wa 4 wa kuja nao ndo bado hajapatikana. Hatuwezi kuamini watoto watatu kusafiri peke yao. Maisha yangu na Adrian yamerudi kwenye ukimya. Hatuna vitu vingi vya kuongea. Naona ni kwa sababu akili yangu iko kwa mwanangu muda mwingi. Kila ninapopata muda huwa ninaenda kanisani kuomba. Nimeshafundishwa na manesi jinsi ya kumsafisha mwanangu. Hivyo hiyo ni kazi ninayoifanya kila siku asubuhi na jioni. Mpaka kufika jioni nilikuwa nina ofa 2. Au niseme nilikuwa nimepata watu 2 ambao walikuwa tayari kuwaleta watoto kesho yake. Wa kwanza ni Jerry. Jerry ni rafiki yake Aston, ambaye baada ya mimi kuzungumza na Aston alizungumza rafiki yake ambaye alikuwa na nafasi na alikuwa tayari kuwaleta watoto. Wa pili alikuwa ni mwanamke ambaye hata simjui, ambaye yeye alitafutwa na Martin. Baada ya mimi kumueleza changamoto yangu. Kwa hapa msikilizaji, tunaona kabisa Lindsay kaeleza changamoto kwa wanaume huko 2, Martin na Aston. Sasa hao wote hawezi kuacha kusaidia. Martin kapata mwanamke, Aston naye kapata mwanaume. Kwa hiyo nilimueleza hivyo Martin, na baada ya kufikiria niliamua kumchagua Jerry kwa sababu angalau yeye nimeshawahi kukutana naye. So niliona Jerry anaweza kafaa. Na ninajua ni mtu mkarimu sana. Hivyo ataweza kuwa mvumilivu, ataweza kuvumilia wanangu hadi watakapofika hapa Dar. Kulipokucha nilikuwa na furaha sana. Msikilizaji, ni wiki 2 sijaona wanangu. Imekuwa ni kama mwaka Ilikuwa ni mapema sana, lakini nimeshaoga na nimeshajiandaa. Lakini Adrian hata bado hajatoka chumbani kwake. Nilienda kumwamsha na kama kawaida alianza kulalamika na kutukana. Mimi sikujali. Nilimsisitiza kwamba azingatie muda kwa sababu muda kuondoka umefika. Na kama tunavyojua wanaume hawatumii muda kujiandaa. Dakika 15 tu baadaye tulikuwa kwenye gari tukielekea hospitali. Tunategemea watoto kufika mchana kwenye mida ya saa 9 hivi. Hivyo wataweza kwenda kumuona Lisa jioni. Kila baada ya dakika chache nilikuwa nikiangalia saa yangu. Ilipofika saa 7:30 tulitoka hospitali na kuelekea uwanja wa ndege. Adrian alifoka akasema kwamba Lynn, na tatizo lako unisikilize. Bado mapema sana, tutaenda kusubiri hadi saa 10 huko. Adrian alifoka. Nikasema kwamba kama wewe hauna hamu ya kuona watoto, ungebaki hospitali au nikushushe tu hapa uende popote unapotaka. Tuenda kuwachukua watoto muda huo. Sisi kama wazazi wao ni wajibu wetu kufika mapema na kuwasubiri. Nilimueleza kwa sasa, macho yangu yakiwa barabarani. Adrian aliendelea kufoka akisema kwamba tutaenda kusubiri pale mpaka saa 9:30. Angalau hata tungeondoka saa 8:30. Kuna wakati natamani ungekuwa unanisikiliza bwana. Nisimamisha gari kwanza tulipofika kwenye mataa. Kisha nikamgeukia. Adrian, unajua nimekuwa nikikusikiliza kwa miaka 16. Hilo limenifikisha wapi Adrian? Hata ndoa yangu haijaweza kusimama sababu niliamua kukusikiliza na kukufuata wewe kama kondoo. Kwa usifanyi tena ujinga, sawa? Tunaenda kuwachukua watoto. Alafu eti kuna mtu anauliza, yupo anakaa tu anauliza kwa nini tumeachana. Kuna muda naona hili ndio kati ya mambo mazuri sana yaliyotokea maishani mwangu. Aliniambia huko sasa akinyoshia mkono mataa. Nilitazama na kuona taa za kijani zimewaka. Nikanyagia mafuta huku nikiendelea kuongea. Sawa, mimi sikupingi. Kuachana na wewe imekuwa kama muujiza. Maisha yangu yamekuwa ya amani kubwa sana tangu ondoke. Na kama nilivyosema, mimi naenda kuchukua watoto. Kwa hiyo hawajibiki kwenda. Wewe unataka uende mwenyewe ili ukawajaze watoto sumu kwa baba yao hawajali, si ndio? Hapana. Nitaenda na wewe hata kama unachofanya sio sahihi. Sasa unanikosea sana Adrian. Yaani katika vitu vyote na katika mambo yote tunayopitia sijawahi kukuzungumza vibaya juu ya watoto wetu. Hata ulipoamua kulewa usiku na mchana, ulipoamua kuchukua wanawake wengine, ulipokuwa unapotea tu masiku na mawiki hujafika nyumbani, sijawahi kukuzungumzia vibaya. Sasa kwa nini anze leo? Nimwambie hivyo kwa hasira
Nilitegemea atajibu kitu cha dharau, lakini cha kushangaza alikaa kimya. Hakuongea kitu, aligeuza kichwa chake na kuangalia nje. Bora tumekaa kimya, maana naona kama umeanza kupata hekima za Suleiman, nilimweleza, huku sasa nikiongeza sauti ya redio kuashiria mwisho wa maongezi yetu. Hakuna mtu aliyemsemesha mwenzake. Hata tulipofika uwanja wa ndege tulikaa kimya. Hakuna anayemsemesha mwenzake. Kila wakati Adrian aliangalia saa yake, kisha akanikata jicho na kurudi kuangalia mbele. Ilikuwa hivyo hadi ilipofika saa 10:30. Adrian aliangalia saa yake kisha akanigeukia. Nilimwona akifungua mdomo wake kusema kitu, lakini nilimnyamazisha baada ya kuongea. Niliita kwa nguvu jina la Laurent. Nikijitahidi sana kusukuma watu ili kufika pale mlangoni watoto ambapo alitokezea. Adrian alikuwa nyuma yangu. Cha kushangaza, Lorena ndo alikuwa kwanza kuniona. Baada ya dakika chache wanangu walikuja na kunirukia. Lorena alinirukia kisha kaja Liam. Nijitahidi kuwabeba wote lakini uzito ulinizidi. Asa Laurent alipokuja kutuegemea huku sasa akitukumbatia, ni kama uzito uliongezeka zaidi. Uzuri nilikuwa karibu na ukuta na Adrian hakuwa mbali, hivyo alinidaka. Basi Liam huku sasa akilia akasema kwamba mama usiniache tena. Liam aliniambia hivyo. Nilimbusu uso wake huku sasa nikimfuta machozi. Lorena akasema kwamba unaona shida nilizopitia mliponiacha mwanamke mwenyewe kwenye nyumba. Lorena alisema hivyo huku sasa akitengeneza nguo yake. Aliposema hivyo nilitolea nikatabasamu tu. Lorena akauliza kwamba Liam, nimeshakueleza mama hajakuacha, ni kwamba Tulisa anamhitaji mama kwa muda huu. Mama lazima arudi nyumbani, si ndio mama? Lorena aliuliza kusasa akimpapasa mdogo wake kifua kwa kumfariji. Kabla sijajibu, Adrian aliongea akasema kwamba wanangu, ina maana hamnyoni ama? Alijitahidi kuongea kwa utani, lakini nilimuelewa. Alikuwa na hasira, macho yake yalijaa hasira. Basi Lorena akasema baba. Alienda na kumrukia na Laurent naye alimkumbatia, lakini Liam alikataa kabisa kutoka mikononi mwangu. Adrian akasema kwamba Liam, njoo nikubebe mwanangu. Adrian alimwambia kusasa akijaribu kumchukua, lakini Liam alikataa na kugeuka kunikumbatia kwa nguvu. Basi Jerry aliniita, na hapo ni baada sasa ya fujo za watoto kupungua. Aliniita kwamba Lindsay, nikasema oh Jerry, yaani sijui hata nikulipe nini. Pole sana kwa safari, pole sana kwa usumbufu, na mimi wanangu haja kusumbua sana. Jerry akasema umenilipia tiketi, kwa hiyo sidhani kama kuna malipo ya zaidi, na umewafunza vizuri watoto wako, hivyo hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Walikuwa tu na nidhamu kubwa. Inabidi nimwambie Pamela aje achukue masomo ya kulea kutoka kwako. Jerry alisema hivyo. Nijikuta nikicheka tu. Tulikuwa tunatembea kuelekea kwenye gari. Basi nilimweleza Jerry ya kwamba Jerry, kwa jinsi unavyoongea hivyo sina budi kuamini kuwa wamekusumbua. Nilimweleza sasa nikijaribu kumshikilia vizuri Liam. Wanasema tembo hashindwi na mkonga wake, lakini huyu mtoto amekuwa mzito sana. Nilijaribu kuinama ili sasa nimshushe, lakini alizungusha miguu yake na kunikumbatia vizuri. Nilivuta pumzi na kuendelea kutembea taratibu nikijitahidi kutokuanguka sababu siwezi kuona mbele vizuri. Basi Jerry akauliza kwamba hivi huyu binti yako Lorena amechukua kutoka kwa nani uongeaji wake? Jerry aliuliza. Nilibaki tu kucheka. Jerry akasema kwamba yani unajua jana usiku sikulala hivyo nidhani hizi dakika 40 za kwenye ndege ningeweza kupumzika, lakini binti yako yani ameongea kwenye sikio langu safari nzima. Sitaki hata kukaa karibu naye muda huu. Naogopa atarudi kuniuliza maswali tena kuhusu nyota. Jerry alilalamika. Niitikisa kichwa changu tu kunikicheka. Tuliingia kwenye gari, lakini Jerry alibaki amesimama nje. Akasema kwamba Lynn, kuna majukumu nayotakiwa kufanya, lakini kesho nitakuja hospitali. Alinieleza hivyo sasa akinipatia mkono. Nilimwambia kwamba Jerry, naamini tunaweza kukusogeza kidogo angalau. Jerry akasema hamna usiwaze Lynn, mimi nachukua tu taksi hapa, muda si mrefu Lorena ataanza kulia hapa. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa sababu ya kuwachelewesha. Kwa hiyo itakuwa vizuri kama mkienda, tutawasiliana tu. Aliniambia huko kitabasamu. Nilimshukuru sana Jerry, nikasema kwamba sawa, kuna shida, tuwasiliane na asante sana kwa msaada wako. Basi baada ya Jerry kuondoka, niliwasha gari na kuanza kugeuza kisha tukaanza kutoka. Lorena
alianza kuongea na kuuliza maswali mengi tu. Aliuliza kwamba mama, kwa hiyo tunaenda hospitali? Nikasema hapana, sasa hivi nataka mkaoge, alafu mpumzike, alafu baadaye jioni ndio tenda kumwona Lisa. Lorena akasema, kwa hiyo tunaenda hotelini, si ndio? Kwa sababu hatuna nyumba huku mama. Ya, tunaenda kukaa hotelini. Yaani nikifika nitatumia zile simu za hoteli kama tulivyoona kwenye ile movie la unaikumbuka ile movie? Afisa tutacheza ule mchezo wa kupigana mito huku tunakula kitandani. Mama hawezi kutufokea sababu kwanza yafui wanafua watu hoteli. Kule hotelini kuna watu wanafanya hiyo kazi. Lorena aliendelea kuongea tu. Liam alikuwa amesinzia na Lau alikuwa amekaa kitazama nje, huku kila wakati Lorena aliposema si ndio Lau alitikia tu ndio. Mimi na Adrian tulitazamana na kutabasamu tu. Tangu Lorena akiwa mdogo tulikuwa tukiwaza ataolewa na mwanaume wa aina gani. Na hii ni kutokana na jinsi alivyo. Huyu mwanaume atahitajika kuwa mpole na mstaarabu. Tulipopaki nje ya nyumba Martin, Lorena alianza kuongea upya. Akasema kwamba sasa ni hoteli gani? Mbona haina jina? Hamna hata wahudumu wa kutupokea jamani. Sasa nani atabeba begi langu jamani sasa? Lorena aliuliza sasa akikazana kutoa kichwa dirishani akiangalia nje. Adrian alimwambia binti yake kwamba Lorena, hebu nyamaza basi binti yangu Sawa? Nyamaza angalau utakuwa dakika kadhaa. Utaishia kuumwa kichwa. No daddy, mimi nimeuliza tu kwa sababu zile hoteli nyingine ni kubwa, alafu ni gorofa. Hata nyumba yetu ni gorofa. Asi hoteli kwanza hoteli itakuwa mbaya. Basi alianza kuvuta mdomo, niitikisa kichwa na kushuka kwenye gari. Adrian alishuka haraka na kwenda kumbeba Liam. Lau alishuka na kumsaidia mdogo wake kushuka. Nyumba ya Martin ilikuwa ni kubwa sana na ina wafanyakazi wengi. Hii ndio nyumba aliyopewa na serikali kama jaji, kwa hiyo hapa anatunzwa vizuri. Ndio nyumba ambayo watoto wake wanaishi wakiwa likizo. Kwa hiyo siku zote ina mtu wa kuitunza. Nilipozunguka kufungua boot, alikuja Frederick ambaye ni kijana anayesaidia kazi ngumu tu na kuosha magari nini, kutunza bustani na mambo kama hayo. Baada ya kusalimiana, alinisaidia kubeba mabegi ambayo hata yakuwa mazito. Asa Lorena akasema kwamba kumbe ni hoteli. Alishangilia alipoona tunasaidiwa kubeba mabegi. Akasema kwamba mhudumu, mabegi yangu uyapeleke chumbani moja kwa moja, sawa? Alisema sasa akianza kutembea kuelekea ndani. Niruka na kumshika mkono wake na kumgeuza nikamwambia kwamba hivyo wewe kitu gani unachokifanya? Tabia gani unaanza kutoa amri kwa watu wazima? Nikufundisha hivyo? Hapana mama, basi mama naomba unisamehe. Sio mimi unayetakiwa kumwomba msamaha. Nilimweleza hivyo. Alifuta machozi na ugeuka haraka akamwomba msamaha Frederick, ambaye alicheka tu na kumwambia hamna shida. Alafu hii si hoteli, umesikia? Na hata kama ingekuwa hoteli, hautaki kufanyia hivyo watu. Nataka uwe na adabu, vinginevyo utaingia kwenye ugomvi mkubwa sana Lorena. Umeelewa? Sawa mama, nisamehe. Basi aliomba msamaha tena huko akifuta machozi. Japo najua machozi yake ni machozi ya mamba tu. Nimwambia kwamba nenda ndani, nakuja kukuonesha chumba chako uoge, ule, ulale. Nilimwambia sasa nikirudi kutoa vitu vyangu kwenye gari. Lorena alikimbia kuelekea ndani. Bila shaka nitamkuta akilia kwenye mikono ya kaka yake au baba yake. Alipofika muda wa kwenda hospitali, watoto wote walikuwa wamelala. Naamini ni kutokana na uchovu ambao walikuwa nao, hivyo tuliamua tusiwaamshe, tuache tu. Wanaweza kumuona dada yao hata kesho. Kulipokucha ilikuwa ni siku nzito sana kwangu. Hii ni siku ambayo nimezoea kuamka mapema sana kuanza kuandaa vyakula vingi, kwa sababu pamoja na kwamba Lisa na Laurent ni mapacha, ila wanapenda vyakula tofauti kabisa. Hivyo huwa najitahidi kuhakikisha kila mtu anapata kila anachokipenda kwenye siku yake ya kuzaliwa. Nilitazama simu yangu tena na kutabasamu. Tarehe 4 Disemba. Huu ni mwezi wenye sherehe nyingi. Mwezi huu ndio mwezi Lorena aliozaliwa pia. Liam pekee ndio mtoto aliyezaliwa mwezi wa tofauti. Lorena aligeuka na kuweka mguu wake kwenye uso wa Liam. Niliutoa na kuwatengenezea vizuri kusasa nikitabasamu. Jana nilivyotoka hospitali, niliwakuta hawa watoto wawili wamelala kitandani kwangu. Adrian alichukia sana
na kunilalamikia kuwa nimepanda chuki kwenye mioyo ya watoto, hivyo hawampendi tena. Alijaribu hadi kuamsha ili awapeleke wakalale chumba kingine, lakini walikaa wakidai wanataka kulala na mimi. Ilikuwa bado mapema sana, saa 10:30. Nilitaka kuamka niandae kitu kwa ajili ya Laurent. Hata kama ni siku nzito, siwezi kuacha kumsherehekea Laurent wangu. Nilifika jikoni na kuanza kutafuta vitu. Nilifurahi nilipopata vitu vyote ninavyohitaji ili kuweza kutengeneza sambusa na vitumbua. Hivyo ndo vitafunwa pendwa vya Laurent. Lakini pia nilitengeneza chapati. Lisa anapenda sana chapati. Sana. Lisa ni mpenzi sana wa chapati. Hata kama hawezi kula, nina hakika zitapata mteja zikiwepo mezani. So ilipofika saa 11, baadhi ya wasaidizi wa nyumba waliamka na kunisaidia. Mpaka ilipofika saa 12 nilishamaliza kuandaa vitafunwa na nilikuwa nikijiandaa kwa ajili ya kwenda hospitali. Asubuhi hii nilienda mwenyewe. Nilimwachia Adrian nafasi ya kuwa na muda na watoto wake. Baada ya kufika hospitali na kumsafisha binti yangu na kusaidiana na manesi kumlisha kwa mpira, yani kwa mrija, simu yangu iliita na aliyekuwa anapiga ni Aston. Hey, mama mapacha. Aston alisema tu nilipopokea simu. Nijikuta nikitabasamu. Nilisahau kabisa uchungu wangu. Miaka mingapi sasa tangu uitwe hivyo kwa mara ya kwanza? Sijawahi kuitwa hivyo mimi. Haujawahi kabisa? Basi mama wawili, mama wafananao, labda mama vijacho, au majina vipi? Unajua ni chizi sana. Mama Lau ndo jina ambalo naitwa sana. Kama ni kwa ajili yako nitakuwa chizi kila siku ese. Kwa hiyo mama Lau, mara yako ya kwanza kuitwa hivyo ni lini? Miaka 11 iliyopita. Miaka 11? Yeah, miaka 11 iliyopita. Nilimweleza hivyo huku sasa nikitabasamu. Nilikumbuka siku niliyoenda kujifungua. Tulipojua kuwa nina ujauzito wa mapacha, tuliandaa majina mawili ya kiume ambayo ni Laurent na Liam, na majina mawili ya kike ambayo ni Lisa na Lorena. Mwanangu wa kwanza aliyekabidhiwa mikononi mwangu alikuwa ni wa kiume. Nilipomtazama tu nilijua huyu ni Laurent, huku akilini mwangu nikiamini atakayefuata atakuwa Liam, lakini alizaliwa Lisa. Wa kwanza kumuona alikuwa Adrian, na alipomwona tu alimpa jina la Lisa. Lisa alichelewa kuzaliwa. Nilikuwa nimeshachoka na nilipoteza fahamu baada tu ya kujifungua Lisa, hivyo hata sikumuona. Hongera Lin, umekuza sana bwana. Miaka 11 sio mchezo. Asante sana Aston. Vipi, Lisa anaendeleaje? Hakuna jipya. Kila siku najipa tumaini tu kuwa labda leo ataamka, lakini siku inapita hajasogeza hata kidole. Lakini sikati tamaa, wala mimi siwezi kukata tamaa, japo naumia kumuona binti yangu hivi kila siku. Na bado sijui Laurent ichukuliaje hii siku. Ameshazoea kunyang'anyana zawadi na Lisa, hivyo sijui leo itakuwaje, na nashindwa kuelewa kama natakiwa kuisherehekea au kusikitika. Ingekuwa rahisi kama Lisa singekuwa na pacha, ningeamua tu kusikitika, lakini yupo Laurent, maisha yake yanastahili kusherekewa. Sawa, pole sana, usijisikie vibaya. Kama ulivyosema, maisha ya Laurent yanastahili kusherekewa, hata maisha ya Lisa pia yanastahili kusherekewa. Unajua hatukutegemea angekuwepo hadi leo, lakini ona hata madaktari hatuna maelezo yani anawezaje kuwepo hadi leo. Anipigania maisha yake kwa ushujaa mkubwa, na ninaamini moyoni mwangu atamka. Hivyo maisha yake, ushujaa wake unastahili kusherekewa sana. Yeah. Yes, na kuhusu siku ya leo hakuna haja ya kubadili kitu. Sherekea tu kama unavyosherekea siku zingine. Usisumbue akili yako kwa lolote. Sawa Leo ni kama siku nyingine tu. Umesikia? Sawa, nimekusikia. Haya, futa machozi na uwe mama Lau sasa. Umesikia? Uwe yule mwanamke anayemthamini, mwanamke shupavu, jasiri na asiyetetereshwa na gumu lolote, sawa? Asante kwa kunipatia nguvu mpya. Niko hapa kwa ajili yako. Ukisikia nguvu zinapungua tu nipigie simu. Nitaijaza betri yako chap chap. Asante Aston.
Basi Aston aliniaga na kukata simu. Kabla hata sijafuta machozi vizuri, simu iliita tena. Awamu hii ni Martin ndo alikuwa akinipigia. Hello Lin, vipi unaendeleaje? Naendelea vizuri Martin, habari yako? Mimi naendelea vizuri pia. Ndio naingia mahakamani hapa. Nitakuwa na mambo mengi leo, lakini nilitaka kwanza niwasilishe zawadi yangu kwa watoto wako waliozaliwa siku kama ya leo. Kuna pesa itaingia kwenye simu yako muda wa si mrefu. Wanunulie chochote watakachotaka. Nadhani hiyo pesa itatosha na zaidi. Asante sana, lakini hakukuwa na haja yote Martin. Lindsay, unajua pesa kwangu sio shida. Na hii ndio njia pekee niliyoweza kuwaza ya kufidia kushindwa kuwepo kwangu siku ya leo. Kwa hiyo uambie na wasalimia sana. Martin aliniambia hivyo na kukata simu. Hata kabla sijamjibu simu ilikatwa. Ujumbe wa muamala uliingia kwenye simu. Nilijikuta nikishika mdomo nilipoona salio la milioni 2. Pesa sio shida kwangu, lakini sijawahi kuwanunulia wanangu zawadi za gharama hiyo. Natamani waijue thamani ya pesa. Sasa mtoto kama Lorena ningemlea kwa kumpa kila kitu anachotaka na kumkabidhi zawadi za gharama. Si ningekuwa ninakuza gaidi? Yaani ningekuwa namwandalia mazingira gani mwanaume atakayekuja kumwoa binti yangu? Pamoja na hivi nilivyolea, bado Lorena anapelekesha watu. Nilianza kutembea taratibu kuelekea chumbani kwa Lisa, kuhakikisha kila kitu chake kipo vizuri kabla sijaenda nyumbani kuanza kusherehekea hii siku nzuri. Nilipofika nyumbani nilitegemea ningekuta watu wenye furaha, hasa baada ya kuteseka kutengeneza vitafunwa asubuhi, lakini badala yake nilimkuta Laurent aliyekasirika. Lorena alikuwa amekaa mezani akichambua vitunguu vilivyokuwa kwenye sambusa. Liam alikuwa bado amelala, lakini Lau alikuwa amekaa sebuleni kimya. Aliponiona alinifuata na macho yaliyojaa huzuni. Asa Laurent akasema ya kwamba mama, mbona umendanganya? Aliuliza na macho yaliyojaa machozi. Nikamuuliza kwamba sijakudanganya my love. Kwa nini unawaza hivi? Nimuuliza hivyo huku sasa nikikaa chini kumkumbatia, lakini hakutaka hata kukaa mikononi mwangu. Laurent akasema kwamba uliniahidi tangu jana tutaenda hospitali, lakini hadi asubuhi hii bado umeniacha. Ulituacha nyumbani tukaishia kwenda kukaa kwa Auntie Fabi, lakini bado tumekuja hapa, lakini inaonekana hauna muda. Laurent aliongea kwa kilia. Nilibaki nikitetemeka. Sijawahi kumuona mwanangu hivi. Msikilizaji, Laurent ni kijana mpole siku zote. Lakini hii ni tabia mpya. Hata machoni pangu ninaiona kabisa ni tabia mpya. Nilijaribu kusogea nimshike, nibembeleze, lakini alisogea pembeni huko akilia. Nijilazimisha na kusogea kumkumbatia, nikasema kwamba nisamee mwanangu. Nimekutwika tu majukumu makubwa kuliko umri wako. Kwa naomba unisamee, nimewacha mikononi mwa watu. Nisamee kwa kutokuwepo uliponihitaji, lakini nataka niitumie leo kukuelewesha. Leo ni siku yako. Kwa hiyo utapata chochote unachotaka. Nilimwambia sasa machozi yakinitoka. Asalao akasema kwamba Lisa, ni siku yetu wote. Nataka kuwa na pacha wangu. Hicho ndio kitu ninachotaka. Lau aliniambia huku machozi yakimtoka. Lakini angalau wakati huu alikuwa yupo mikononi mwangu. Naya sawa, kwa nini sasa usiende kula alafu tuende tukatafute zawadi? Nimeweka oda ya keki, tunatakiwa tuipitie alafu tutaenda kwa Lisa. Itakuwa ni kama siku zote zilizopita, wala hata usijali mwanangu. Nilimweleza hivyo na kumuona akitabasamu. Wakati nikiendelea kumkumbatia Laurent, Adrian alitokezea kutoka chumbani akiwa amembeba Liam, ambaye alikuwa akinyonya kidole gumba chake. Aliponiona alishuka haraka na kuja kunikumbatia. Baada ya kupata kifungua kinywa, tulitoka na kuanza safari ya kuelekea mjini. Kwanza tulienda kuchukua keki ambazo zilikuwa 2 zenye ladha tofauti kwa sababu Lau na Lisa walipenda ladha tofauti kabisa. Baada ya kupata hivyo, tulirudi kwenye gari na kuelekea hospitali. Ilikuwa ni saa 7 kasoro. Tulipofika hospitali, nilikuwa na kazi ya kumzuia Liam asishike kila kitu alichokiona hospitali. Na bado kulikuwa kuna kazi ya kumsii nesi aliyekuwa zamu wodini hawaruhusu watoto kuingia, sababu walikataa wakisema kwamba watoto hawaruhusiwi kuingia kwenye wodi ya wagonjwa mahututi. Sasa baada ya kumsii sana, alituruhusu tena, alimruhusu Lau pekee. Hivyo niliingia na Laurent pekee, huku Adrian akirudi kwenye gari na watoto. Tulikuwa na keki moja, hasa keki aliyoipenda Lisa. Laurent alivyoingia tu chumbani kwa Lisa, niliona macho yake yakijaa machozi.
Aliweka ile keki mezani na kunifuata, akanikumbatia kisha akaanza kulia. Ilichukua muda mimi kumbembeleza hadi akatulia. Laurent, leo sio siku ya huzuni, leo ni siku ya furaha mwanangu, sawa? Tumekuja hapa kusherehekea na Lisa. Mwambie chochote. Madaktari waliniambia kuwa anaweza kusikia chochote, hivyo sidhani kama pacha wako anafurahi kukusikia ukilia namna hii. Nilimuuliza huku sasa nikimfuta machozi. Akauliza kwamba kweli anaweza kunisikia. Nikaambia kwamba ndio, madaktari waliniambia hivyo. Basi alinitazama kwa tabasamu na kwenda kukaa pembeni ya pacha wake. Basi Lau kwa sauti ya huzuni akasema kwamba Lisa, unakumbuka kabla haujaumwa tuliwekeana ahadi. Tuliwekeana ahadi kwamba hatutatengana. Nimekuja kukukumbusha kuwa hauruhusi kuniacha. Huwezi kuniacha mwenyewe Lisa. Wewe ndio pacha wangu. Wewe unanielewa kuliko mtu yote. Hata kama ukuwa ukiongea sana, lakini nikiwa na huzuni ulijua na kuja kunikumbatia hadi nitabasamu tena. Nadhani ukiondoka mimi nitabaki na nani? Siwezi kukuruhusu uniache. Hata hivyo unajua unapambana kwamba umeweza kuwepo hadi leo. Nina uhakika au kutaka hii siku niwe mwenyewe. Kwa hiyo leo ni birthday yetu. Kwa pande fulani itakuwa raha sababu hakuna mtu wa kung'ang'ania zawadi zangu leo. Lakini tumenunua keki unayopenda na mama amepika chapati leo na baba kazila zote. Hata sijaweza kuonja. Na tumeenda kutafuta keki Lisa. Kulikuwa na keki nyingi sana za chokoleti. Nilikufichia kadhaa, lakini nadhani itabidi nimpe tu Lorena. Kama unazitaka ni bora tu ufungue macho yako muda huu. Lau alisema hivyo na kutulia akimwangalia ndugu yake kama atafungua macho. Lakini baada ya dakika kupita bila ya pacha wake kufungua macho, Laurent alianza kuimba wimbo wa birthday. Alimwimbia ndugu yake huku machozi yakimtoka, lakini uso wake ulikuwa umejaa tabasamu. Sikuwahi kudhani kama moyo wangu ungeweza kuvunjika hivi. Lakini kwa muda huu moyo wangu ni kama umevunjika kuliko ulivyowahi kuvunjika. Nilimkumbatia Laurent hadi alipomaliza kulia. Tulikata ile keki na kuwapatia wahudumu waliokuwa kwenye wodi, ambao nao walionekana kusikitika. Baada ya hayo yote, tulirudi kwenye gari na kuelekea nyumbani. Laurent hakuwa na furaha kwenye hii siku yake ya kuzaliwa. Kulipokucha, Jerry alikuwepo uwanja wa ndege, alisubiri kuondoka na watoto. Nilimshukuru sana na kuaga watoto kisha nikawatazama wakiondoka. Basi wiki mbili tena zilipita bila ya Lisa kuamka maskini. Madaktari walianza kuniambia ni wakati wa kwanza kuanza kumtoa Lisa kwenye mashine inayomsaidia kupumua. Kuwa huenda Lisa alishaondoka muda mrefu, kilichobakia tu pale ni mwili unaosaidiwa kupumua. Lakini nilikataa, sikukubali kumkatia tamaa binti yangu. Hivi ndivyo nilivyoupokea mwaka mpya msikilizaji. Nikiwa hospitali pembeni ya binti yangu. Adrian aliondoka na kwenda kukaa na watoto. Mwezi wa kwanza wote nilikuwa peke yangu. Hata siku yangu ya kuzaliwa nilikuwa hospitali na binti yangu. Nilipigiwa simu na watu wengi, kuanzia ndugu hadi marafiki, lakini hakuna hata mmoja aliyekuja na kuwa pamoja na mimi. Mwezi wa pili ulipoanza, nilipokea mgeni. Alikuwa ni baba yangu. Siku aliponipigia simu kuniuliza tupo odi gani, sikuamini kabisa. Lakini dakika chache baadaye alitokezea akiwa na mdogo wetu wa kiume. Tulisalimiana kwa machozi na baada ya hapo akaenda kumtazama mjukuu wake. Baada ya muda alitoka, tukakaa mahali kwenye mgahawa uliokuwa pale pale hospitali. Sasa baba alianza mazungumzo na mimi, akaniuliza kwamba umekonda sana binti yangu. Unakula kweli? Ndio nakula baba. Hakuna haja kuniwazia sana mimi, ijapo nitakuwa na amani kweli Lisa atakapoamka. Nilimweleza hivyo baba. Baba alinitazama tu na kutabasamu. Sawa. Mimi nimefunga safari kuja kuzungumza na wewe kuhusiana na hilo. Unajua mwanangu, ni wakati wa kumwachia Lisa. Ni wakati wa kuacha Mungu tu afanye kazi yake. Baba, sitaki kuamini kama hata na wewe umemkatia tamaa mjukuu wako. Mimi nilishakuepo kwenye nafasi uliopo. Na kwangu ilikuwa ni ngumu sana, na nilikuwa katika nafasi ya kuchagua kati ya mama yenu na mwanangu. Ilikuwa ni wakati mgumu sana, lakini sikuchagua. Niliwaambia madaktari wafanye upasuaji wa kawaida tu. Atakayeondoka ni sawa, atakayepona ni sawa.
lakini masaa mawili baadaye uliwekwa mikononi mwangu na mama yako alikuwa salama. Sasa pata picha, ningemchagua mama yako, nisingepata nafasi ya kuwa na binti mrembo kama wewe. Na kama ningekuchagua wewe, nisingepata nafasi ya kuishi miaka yote hii na mama yako. Na pia nisingepata hata hawa wadogo wako wazuri. Lakini kwanza nilimwachia Mungu afanye kazi yake tu. Baba aliniambia hivyo kwa upole. Nilikuwa nikimalizia kupanga vitabu kabatini, Grace alikuja kuniita. Tulikubaliana kwenda kikao. Niliacha kazi niliyokuwa nafanya na kufuatana naye. Tulipofika nje, nilimwona msichana mmoja ambaye ninamfahamu, ni kama rafiki wa Lisa. Nilimfuata hadi kwenye gari ambapo alinipa barua na kuniambia kwamba Lisa alitaka nikupatie hii. Niliipokea huku sasa moyo wangu ukiwa mzito. Nilipogeuka kufuatana na Grace, nilimwona Lisa akiwa amesimama pembeni akinitazama kwa tabasamu. Niligeuka na kumuita. Alikuja huku akikimbia. Ni kama niliogopa kumgusa, lakini nilipomshika na kumkumbatia, nilipata furaha ya ajabu kuwa angalau hapa kuna nafasi ya kumgusa. Alitulia kifuani kwangu. Nilimwambia kwamba nimekumisi sana binti yangu. Nimwambia sasa nikimkumbatia na kulia. Lisa kaniambia kwamba najua mama, lakini nataka ujue kwamba sijawahi kuacha kukupenda na sikulaumu lolote wakati ulikuwa umefika. Nilimuuliza kwa huzuni nikasema kwamba useme hivyo Lisa. Nisamehe, nimekosea. Lisa akasema mama, nakupenda sana. Lisa aliniambia hivyo. Nilifungua mdomo wangu kumjibu kuwa nampenda zaidi na ninamkumbuka kila siku. Ase msikilizaji, nilikurupuka kutoka usingizini huku machozi yakinitoka. Eliza alikuwa amekaa kwenye kiti pale chumbani. Aliinuka na kunishika mkono wangu. Akauliza kwamba ndoto nyingine tena? Aliniuliza. Niliitikia tu kwa kichwa huku sasa nikijitahidi kuzuia machozi yangu. Pembeni yangu kulikuwa kuna nguo nyeusi za lesi pamoja na mtandio wa zambarau. Ile siku niliyotamani iwe ndoto imewadia msikilizaji. Eliza alikuwa akinitazama kwa huruma, lakini nilifurahi uwepo wake siku ya leo. Niliinuka na kwenda bafuni ambapo niliishia kujitazama tu kwenye kioo kwa muda mrefu huku kumbukumbu za binti yangu zikipita kama picha kilini mwangu. Basi Eliza aliniambia kwamba Lynn nisamee na kukumbusha tu baada ya nusu saa ya kwamba magari yanaelekea hospitali kuchukua mwili. Eliza aliniambia hivyo na kunitoa katika mawazo yangu. Nilibaki kimya, ni kama maneno yake yalikuja kuwa mawe mazito mikononi mwangu. Sikuweza hata kusogea nilipokuwa. Macho yangu yalikuwa kibubujika machozi. Eliza alinisogeza chini ya bomba la mvua na kulifungua. Sikuweza hata kufungua mdomo wangu kumzuia kunisaidia. Sijui ni wapi nilipata nguvu baada ya pale, lakini niliweza kuoga na kupiga mswaki kisha nikatoka na kuvaa. Eliza alinisaidia kutengeneza nywele. Nusu saa baadaye nilitoka nikitembea kuelekea kwenye gari ambalo nilikuwa nimeelekezwa. Sikutaka kuendelea kuwepo pale, lakini natakiwa niwepo kwa ajili ya safari ya mwisho ya binti yangu. Hicho ndicho kila mtu alichoniambia. Nilikaa kwenye gari na Adrian pamoja na watoto wangu watatu. Kila mmoja alikuwa na huzuni yake, lakini kilichonishangaza kuliko vyote ni idadi ya watu tuliowakuta wakitusubiri hospitali. Watu wote hawa hawakuwepo kipindi nauguza. Nakumbuka kukaa miezi miwili mwenyewe nikimuuguza mwanangu. Kuna wengine ambao hata hawakupiga simu, lakini leo wapo hapa. Tuliposhuka kwenye gari, wanangu walinizunguka. Lorena na Liam kila mmoja alishika mkono wangu na Laurent akiwa pembeni yao. Tulisimama pale nje ambapo jeneza jeupe lilikuwa na mwili wa mwanangu lilitolewa. Walitoa nafasi ya kuaga mwili pale hospitali, lakini sikutaka. Mimi ndo nilikuwa pamoja na binti yangu hadi pumzi yake ya mwisho. Sidhani kama kuna jipya lolote. Sidhani kama atakuwa amebadilika sura. Mchungaji alikuja na kufanya ibada fupi kisha mwili ukawekwa kwenye gari kuelekea nyumbani. Safari ya mwisho ya mwanangu Lisa. Mara yake ya mwisho kuingia nyumbani kwao. Magari yalijipanga, lakini gari letu lilikuwa likifuatana na gari lililobeba mwili wa Lisa. Wanangu wote walikuwa wameniegemea, kila mtoto akiwa na huzuni yake. Mwili ulifikishwa nyumbani na kuwekwa sebleni. Familia nzima tulizunguka. Nikisema familia namaanisha Adrian, mimi pamoja na watoto.
Mchungaji alikuja na kusoma maneno kidogo na kuomba pamoja nasi. Wakati tukiwa katikati ya ile ibada fupi, waliingia watu ambao sikutegemea kuwaona kabisa. Wazazi wa Adrian waliingia tena bila aibu. Mama yake alikuwa akilia tena na kupiga ukunga mkubwa sana. Hasira zilinijaa mno. Ni kwamba sikuwa na nguvu tu za kumrukia ni mnyofoa hata macho yake. Kabla hata sijaelewa, mchungaji alishamaliza sala na watu walikuja kutoa mwili ili kuupeleka kanisani ambapo ibada ilifanyika huko. Nilimwambia Adrian ya kwamba hakikisha umemtoa huyo nyoka unayemuita mama. Sitaki kumuona popote karibu na familia yangu. Nilimwambia hivyo Adrian. Baada ya mwili kutolewa na watu wengine kufuatia, tulibaki wawili tu pale sebleni. Adrian ananiambia kwamba Lindsay, hakuna haja ya kuanza maigizo yako hapa. Wote tunakutana kwa ajili ya Lisa na sio kwa ajili yako. Hebu naomba uache ujinga. Adrian aliniambia hivyo huku sasa akianza kuelekea nje, lakini nilimzuia. Adrian, unaniita mimi mjinga? Umekosea sana. Mimi sio mjinga. Mimi ni kichaa. Nimepoteza mtoto Adrian. Kichaa nilicho nacho akielezeki. Kama unampenda sana mama yako na unataka msiba huu uishe ukiwa na heshima yake, naomba mweke mbali na mimi. Yaani asitokeze hata mbele ya maisha yangu. Wewe upo hapa kwa sababu najua Lisa angependa huu hapa, lakini usinijaribu. Nilimwambia kwa hasira na uchungu wote uliokuwa moyoni mwangu. Nilitoka na kubamiza mlango. Sasa niliingia kwenye gari ambalo watoto walikuwepo tayari wakinisubiri na kumwambia dereva tuondoke. Dereva akaniambia kwamba bado baba mtoto hajafika. Aliniambia hivyo, sijui hata ni nani alichagua tuendeshwe na huyu mpuzi. Nilimwambia kwamba nimesema tuondoke. Nijaribu kumwambia kwa namna hiyo, lakini akaniambia kwamba lakini hakuna gari jingine. I say, atakuja kwa mguu bwana, mimi sijali. Hebu naomba tuondoke bwana. Kama uweze kuendesha ushuke, umsubiri Adrian. Mimi nitaendesha wanangu. Nilimfokea. Alikaa kimya na kuwasha gari na kuelekea kanisani. Tulipofika kanisani, mwili wa Lisa bado ulikuwa kwenye gari. Lisa alikuwa akitusubiri hata kwenye hii safari yake ya mwisho. Alipata nafasi ya kutusubiri. Mwili ulishushwa kutoka kwenye gari na kuwekwa kwenye kimeza chenye matairi. Kamati ya mazishi walipanga familia, yani wazazi na watoto, tuingie tukisukuma mwili sababu sio kazi ngumu. Nilisimama upande wangu na watoto walijipanga upande wa pili wa jeneza. Kabla tujaanza kuingia, nilimwona Adrian akija na kusimama nyuma yangu na kushika jeneza. Walipoanza kupiga wimbo wa kitabuni ambao Lisa alikuwa anaupenda sana tangu akiwa mtoto, ndipo tulianza kuingia ndani. Mbele kabisa alikuwepo Liam aliyebeba picha ya Lisa. Sijui nilipata wapi nguvu za kutembea hadi madhabahuni bila kuanguka, sababu kuna mahali nilifika hadi nilikuwa sioni mbele. Nilishia kupiga tu hatua. Jeneza nilokuwa nimelishika lilikuwa likiniongoza. Sasa baada ya kufika pale, mchungaji alitubariki na kutuacha tukakae. Watu wakaanza kutoa salamu za mwisho. Watu walikuwa wengi sana, lakini katika wote niliomwona mmoja aliyeugusa moyo wangu ni Aston. Yeye tofauti na watu wote, alipotoka tu kuaga mwili, alipitiliza na kuja kunikumbatia. Nilitulia mikononi mwake na kuipokea amani aliyokuja nayo, hata kama ni kwa muda mfupi. Baada ya kuniachia, alitupa pole na kuondoka. So msiba ulikuwa ni mkubwa sana. Watu walikuwa wengi sana, lakini katika wote sikumwona Martin. Marafiki zangu wote walikuwepo, hata ndugu zangu wote walikuja kutoka nchi za mbali walizochagua kuishi. Yaani sikufahamu, ama naweza nikasema sikuelewa huu ni unafiki wa watu ama wengi wao walijua binti yangu alikuwa mgonjwa, lakini hawakupata muda wa kuja kumuona hospitali. Lakini kila mtu amepata muda wa kusafiri na kuja msibani. Unajua kuna muda unatamani hata watu waweze kuja nyakati ambazo wanapata taarifa. Sipendagi sana unafiki. Of course nilikuwa nafikiriaga kwa watu wengine, lakini leo sasa umenikuta na ninaelewa. Nimejikuta nikichukia kila mtu, hadi ndugu zangu walikuwa wanafahamu taarifa kwamba Lisa anaumwa. Uchungu nilionao unageuka chuki taratibu na sijui hata la kufanya.
Kila mtu anakuja kuniambia Bwana ametoa na Bwana ametoa, na wengine wanasema kazi ya Mungu haina makosa, lakini hawakuwepo nilipolazimika kumtoa mwanangu kwenye mashine. Hawakuwepo. Kwa sababu mashine ilihitaji kuhudumia wagonjwa wapya. Na hata nilipoambia ndugu zangu tufanye mpango wa kumhamisha Lisa kumpeleka huko alipo, walisema hakuna hospitali inapokea mgonjwa akiwa katika hiyo hali. Wengine walisema Lisa hayuko katika hali inayomruhusu kusafirishwa. Yaani kila mtu alimkatia mwanangu tamaa, lakini hata baada ya miezi 4 hospitali nikisubiri mwanangu amke, mimi sikumkatia tamaa. Japo familia yangu na hata baba yake na hata hospitali ilimkatia tamaa. Baada ya salamu za mwisho, nilipewa nafasi ya kuongea. Ni nafasi yangu ya mwisho kuzungumza naye. Sikutaka kuongea, lakini kamati ya mazishi waliinsisitiza kuongea. Kuwa ni kitu cha muhimu kwa mzazi kuongea, na siku tayari kumpa Adrian kuongea kwa sababu hakuwa mzazi pale alipohitajika. Hivyo kwa msaada wa Grace, ambaye aliamua kumwacha mtoto wake nyumbani ili kuja kuwa nami katika hii siku nzito, Grace alinishika mkono na kwenda na mimi hadi mahali palipoandaliwa. Kulikuwa na kipaza sauti tayari kwa ajili yangu. Nilisimama pale na kuvuta pumzi, nikilitazama jeneza lililobeba mwili wa binti yangu wa kwanza. Lisa alikuwa mtoto wa pekee. Alikuwa na changamoto za ukuaji, lakini alikuwa ni mtoto mwenye moyo mkubwa sana. Alikuwa na upendo wa ajabu sana. Nina bahati kuwa mama yake. Nilitaka kuongea maneno mengi zaidi, lakini sikuweza. Grace na Eliza walinisaidia na kunirudisha kukaa taratibu. Baada ya kuzika, tulirudi kanisani ambapo kulikuwa na hema nje na kulikuwa na chakula. Ule uzito ulishawatoka watu wengi, hata wanangu walikuwa wakicheza na kucheka, lakini chuki iliyokuwa moyoni mwangu haielezeki, msikilizaji. Haielezeki. Huenda watakonielewa ni wale ambao walishawahi kuuguza mtu, alafu wakawahitaji watu ili kuweza kutoa msaada kwa huyo mgonjwa, lakini hawakufika. Wengine hata simu hawakupiga, wengine hata hawakupokea, alafu siku ya msiba wanajikuta wanakuja na kitu ambacho kilihitajika kwa marehemu kipindi akiwa hai. So nilipopata tu nafasi nilitoka na kwenda kutembea. Nilipita kona ambazo sizijui. Nilichotaka tu ni kupata nafasi ya kuwa mwenyewe, kuwa mahali ambapo hakuna mtu atakayeweza kunipata. Ilikuwa ni jioni, giza linaingia, hivyo sikuweza kujua. Nilipopata sehemu yenye nyasi, nilikaa bila kujali ni mbele ya nyumba ya mtu. Nilikuwa na maumivu mengi moyoni. Nilikuwa na uchungu mwingi ambao nilitamani kuutoa, lakini sikujua nitautoaje. Machozi yalikuwa yakinitoka na sikuweza kuyazuia. Nilikaa pale na kulia bila kujua muda umeenda kiasi gani. Nikiwa katika huzuni yangu, kuna mtu alikuja na kunishika bega. Alikaa pembeni yangu na kunikumbatia. Nililia kifuani kwake hadi nilipotulia. Shati lake lilikuwa limejaa makamasi na machozi, na wala hakuonekana kujali kabisa. Nilifungua mdomo wangu kuongea, lakini alinikatiza na maneno yake. Hauna haja ya kusema chochote, Lynn. Wewe pekee ndio unajua uchungu ulionao. Kwa hiyo usisikilize maneno ya watu. Kama ukijisikia kulia, basi lia. Chochote unachoona kitakuwezesha kuvuka hii hali, basi kifanye. Lakini usiondoke nyumbani mwenyewe. Aston aliniambia huku sasa akichezea nywele zangu. Nilikuwa nimelala kwenye miguu yake. Nilimuuliza kwamba nilitaka kusema asante, umejuaje nilipo? Nilikuona ukitoka, hivyo nilikufuata hadi ulipofika na kukaa hapa. Sikutaka kukusumbua sababu nilidhani unahitaji kuwa mwenyewe, lakini giza lilipotanda ikabidi nije nikutafute. Wakati mwingine nipigie simu, nitakusindikiza popote na nitakupa nafasi yote unayoitaka. Niko hapa kwa ajili yako, Lynn. Hakuna haja ya kubeba huu mzigo wote mwenyewe. Una marafiki wengi wanaokupenda. Nimewaacha marafiki zangu akihangaika kukutafuta, hasa Grace. Ni kama amechanganyikiwa, anaogopa usije ukafanya kitu chochote cha kijinga. Watu wanakupenda, Lynn. Tuegemee. Usijitwike mzigo wote mwenyewe. Asante. Nilimwambia hivyo Aston na kubaki kimya. Tulikaa vile kwa muda hadi nikaanza kusinzia. Natamani ningekuacha ulale, lakini hapa na nyumbani kwako ni mbali, siwezi kukubeba hadi kule. Aston aliniambia kwa upole tu huku akibusu shavu langu.
kwa nini usinuke tuende nyumbani alafu nitakubembeleza hadi ulale? Aliendelea kuongea kwa sauti yake ya upole sana. Tulipofika nyumbani sikutegemea kama Aston angenibembeleza. Nilidhani aliongea kwa utani tu, lakini tulipofika nyumbani watoto walikuwa wameshalala. Hakukuwa na watu zaidi ya Gracie na Eliza ambao waliniambia wamewafukuza watu wote. Nijikuta nikicheka. Unajua msikilizaji, sitaki kucheka lakini nilicheka. Wewe unajua kwa nini wamewafukuza? Wamewafukuza si kwa sababu yani unafiki umejaa. Unaendelea kukaa hapo ili iweje sasa? Grace alisema alitambua sitaki kuonana na watu. Hivyo aliwaambia waondoke warudi kesho. Kama shida yao ni kuniona, basi warejee kesho. Na rafiki yangu Grace hakusita kuwasema watu kwa unafiki wao. Nikisema watu namaanisha mama yake Adrian ambaye Grace alimwambia kwamba kama unaumia sana ungewahi tangu mtoto akiwa hospitali. Kama huwezi kumrudisha Lisa, sioni umuhimu wako hapa. Ni bora uambatane tu na mwanao mwende. Grace alinieleza kwa kicheka na hata Aston mwenyewe alicheka. Aston akasema siamini kama ulisema hivyo. Grace akasema mimi nilimwambia, unajua ameshanichosha na unafiki wake. Baada ya kumwambia kusema neno, alienda kumshika kijana wake mkono akaondoka. Grace alisema hivyo kwa kuendelea kucheka. Nilimshukuru sana, amekuwa rafiki mwema, rafiki ambaye anajitahidi kunisaidia kwa kile ninachohitaji. Anyway, kama nilivyokuambia, utuegemee tu hapa kwa ajili yako. Sawa. Hey guys, mimi naenda kumbembeleza Lynn alale. Aston aliwaambia marafiki zangu kitu kilichonifanya nimsukume. Nyamaza bwana, una haja ya kutangazia dunia. Nilimuuliza, lakini Grace na Eliza walikuwa wakicheka tayari. Usiwaze, sitamwambia mtu yote. Aliniambia huko akinikonyeza. Nilitikisa tu kichwa changu na kuambia usiku mwema. Ni wakati wa mimi kuvua hizi nguo nyeusi. Wakati wa mimi kuvua haya majonzi. Nilipofika chumbani, nilielekea bafuni na kuoga. Nilipotoka nilimkuta Aston akiwa chumbani. Tayari alikuwa ameshapanda kitandani akiwa na nguo zake. Alikuwa akinisubiri. Sikujua ulikuwa unamaanisha uliposema vile. Unataka ujue kuwa sina matani inapokuja kwenye masuala yanayokuhusu Lynn. Aston aliniambia huku sasa akinihimiza nipande kitandani. Bahati nzuri nilivaa kila kitu kabla ya kutoka. Nilipanda kitandani na kuegemea mkono wake. Alibusu paji la uso wangu na kuanza kuchezea nywele zangu. Hakusema chochote. Alitulia na kuwepo kwa ajili yangu. Nilipoanza kupotelea usingizini, simu yangu iliita. Hey, Martin anakupigia. Aston aliniambia huku sasa akinipatia simu yangu. Achana naye, nitamtafuta kesho. Nilimweleza hivyo. Aston aliweka simu yangu pembeni, lakini iliita tena na alikuwa ni Martin tena. Nadhani ni bora upokee tu au uzime simu kama unataka kulala. Achana naye, nitaitoa tu sauti. Nilimweleza huku sasa nikifanya hivyo na kurudi kulala. Usiku mwema Lynn, unapendwa. Aston aliniambia kwa upole huku akichezea nywele zangu. Sasa kulipokucha nilikuwa mwenyewe kitandani. Ilikuwa ni siku ya shule, lakini niliamua watoto wamalize hii wiki yote nyumbani. Kuna mtu hapo nadhani kabla sijaendelea alikuwa ameshafikiria kwamba usiku wetu mimi na Aston tungebanjiwa na nimetoka kuzika mtoto. Wewe ndio tabia gani hiyo jamani? Hata kama uzinzi sio hivyo. So sisi tulala tu vizuri, tumamka asubuhi fresh. Kuanzia wiki ijayo wanaweza kurudi tena shule watoto. So nilipofika sebuleni nilishangaa kusikia kuna mtu jikoni. Aston, unafanya nini? Mungu wangu, zima jiko, mwagia maji kwanza. Nilishindwa kumaliza sentensi zangu baada ya kumkuta Aston akihangaika kupika, lakini badala yake moto ulikuwa unawaka juu ya sufuria. Nilizima gesi kwenye mtungi na kuchukua maji na kuzima moto uliokuwa unawaka kwenye sufuria. Lynn, naomba unisamehe. Nilitaka Kabla hajamaliza kuongea nilimkatiza. Aston, hivi kwa nini unahangaika jikoni kama hujui kupika jamani? Najua kupika. Ni kwamba tu sijazoea tu ile jiko. Aliniambia sasa akitoa ile sufuria jikoni na kuiweka kwenye sink. Jamani jiko langu. Sasa jiko langu mimi ni tofauti gani na kwako? Kama hujui tu inabidi ukubali. Wewe mimi najua kupika. Hebu kaa pale nikuonyeshe ujuzi wangu. Kaa pale. Aliniambia sasa akiweka sufuria nyingine na kuwasha moto. Bwana hebu acha utundu bwana, hapana. Unataka uniunguzie nyumba na uharibu sufuria zote nilizonazo?
Wewe kubali tu kwa ujuzi wako uko hospitali basi. Nilimwambia huku sasa nikimsukuma na kutoa ile sufuria jikoni. Aston alivuta mdomo na kusogea pembeni. Basi acha basi nikusaidie kutengeneza juisi. Aliniambia na kuanza kutoa matunda. Nikamwambia kwamba wewe unataka ujikate vidole tena ama? Nilimtania huku sasa nikimnyang'anya kisu. Yani unasahau kuwa nimezoea kufanya upasuaji. Visu ndio ujuzi wangu. Visu vya hospitali ni vidogo na mwili sio kama maembe, bado unaweza kujikata tu. Nilimwambia hivyo. Aston alivuta mdomo na kurusha mikono yake juu. Sawa, umeshinda wewe mwanamke. Mimi sikusaidii kitu chochote, naenda kukaa sebuleni na angalia TV. Aliniambia sasa akinawa mikono na kuikunguta usoni kwangu. Aston, muone unachokitafuta utakipata. Nilimwambia sasa nikilowanisha mikono yangu na kuanza kuikunguta usoni mwake. Aston alicheka tu na kutikisa kichwa sasa akielekea sebuleni. Oya, pambana mwenyewe. Aliniambia hivyo. Nilianza kwanza kwa kusafisha fujo yote ambayo Aston alitengeneza, kisha nikaanza kutengeneza kifungua kinywa na chai ya maziwa nzito kabisa. Nilipomaliza kutenga chai mezani, Aston alikuja. Lynn, mimi naenda, nilitaka tu nikusaidie kutengeneza chai na kama unavyoona iko mezani. Aliniambia sasa akinyoshia mkono meza iliyojaa chakula. Nilicheka sana sababu haikuwa kazi yake, lakini bado alikuwa akijipongeza. Nini? Hakuna haja ya kunicheka bwana, angalau nilijaribu. Wacha niondoke kabla watoto hawajaamka. Kwa nini usinywe chai kwanza? Kama unavyosema umenisaidia kutengeneza, kwa nini usisubiri upate kifungua kinywa? Watoto hawana shida, tutawaambia tu ni mgeni umekuja kutoa pole. Nilimweleza hivyo. Aston aliacha tabasamu kubwa. Okay, basi poa, natumaini Lorena atanipenda kama ninavyompenda. Aston aliniambia hivyo sasa akikaa vizuri kwenye kochi akisubiri watoto waamke. Sasa muda ulikuwa umeenda sana, hivyo niliamua tu kwenda kuamsha. Nilianza chumbani kwa Laurent, angalau unajua yeye hawezi kunipatia shida ya kumsaidia. Nilipoingia chumbani kwake sikumkuta. Nilimtafuta hadi chooni kwake sikumkuta. Moyoni nilijua atakapokuwa ameenda. Nilielewa sana hilo, lakini sikutaka kuwaza hilo. Niliamua kwenda kumwamsha Lorena ambaye nilimkuta akihangaika kutafuta nguo ya kuvaa. Basi alinisalimia pale akasema shikamoo mama. Alinisalimia kusasa kichwa chake kikiwa ndani ya kabati lake. Nilimuuliza kwamba marahaba, unatafuta nini? Natafuta nguo. Usiona niko kwenye kabati la nguo? Ndio, naona uko kwenye kabati la nguo, lakini mbona nguo nyingi umeziacha huko? Mimi natafuta nguo nzuri bwana. Mama, leo sitaenda kukutana na watu wengi tena. Nataka nipendeze kidogo, hata nivutie angalau. Aliniambia. Niitikisa kichwa changu tu, huku nikishindwa kuelewa nicheke au nihuzunike. Yaani mtoto yuko anavuruga nguo, anatafuta nguo ambayo hapendezi kwa sababu leo pia anajua watu wengi watakuwepo, kwa hiyo anatakiwa aonekane mrembo kidogo. Nimwambia kwamba wewe Lorena, leo hamna watu, hivyo unaweza kuvaa tu nguo zako za kawaida. Lakini nataka kuvaa ile gauni. Alisema sasa akitoa gauni lenye kuwakawaka kila mahali. Ni gauni la muda mrefu, hivyo limeshakuwa fupi kwake, lakini alidai atalivaa na suruali ndani. Nikamwambia sawa, vaa hivyo, hakuna shida. Alifurahi akasema kwamba mama mimi nikija kwa superstar, mama nitakuchukua mama, nitakununulia na wewe gauni lenye wakawaka nyingi na wewe vae kama mimi. Lorena aliniambia sasa akinipa mgongo nimsaidie kufunga zipu ya gauni lake. Aliniambia kwamba mama, kwanza najua nimependeza. Nikamwambia ndio umependeza sana mwanangu. Nilimwambia sasa nikichana nywele zake. Baada ya yeye kuridhika alitoka na kunifuata. Tulielekea chumbani kwa Liam ambaye bado alikuwa amelala. Kwa msaada mzuri wa Lorena, dakika kadhaa baadaye Liam alikuwa msafi na akiongozana na dada yake Sebeni. Sasa baada ya hawa wawili kuondoka, nilitoka na kuelekea chumbani kwa Lisa. Nilipofika mlangoni, nilisita kidogo. Moyo wangu bado ulikuwa mzito sana baada ya kuingia kwenye chumba cha Lisa. Nilipofungua mlango na kuingia chumbani kwa Lisa, nilimkuta Laurent akiwa kitandani kwa Lisa akilia. Nilijua tu atakuwa huko. Alikuwa amekumbatia nguo ya pacha wake huku machozi yakimtoka. Nilimwambia njoo mwanangu, njoo. Nilimvuta na kumkumbatia huku machozi yakinitoka. Lau akasema kwamba nimemwota Lisa. Tulikuwa tunacheza kwenye kitanda chake. Alikuwa amevaa hii nguo. Lau aliniambia akinipelea nguo aliyokuwa ameshika.
Naelewa mwanangu, naelewa sana. Hata mimi namuota sana Lisa, lakini tunahitaji kupiga hatua mwanangu. Niko hapa tena, nipo kwa ajili yako. Ukimuota tena Lisa, njoo kwangu, sawa hata kama ni usiku, njoo kitandani kwangu mwanangu. Nitakukumbatia na tutalia pamoja, usilie mwenyewe, sawa? Nilimwambia sasa nikimfuta machozi. Lau aliitikia tu kwa kichwa na kuendelea kulia akiwa kifuani kwangu. Alipotulia, tulirudi chumbani kwake ambapo alioga, huku sasa nikimtolea nguo za kuvaa. Baada ya kumaliza tulielekea sebleni. Tulipokuwa kwenye ngazi nilimsikia Aston akiongea, akasema kwamba kama hawataki kuja, sisi tuendelee kula au unasemaje leo? Lorena akajibu kwamba tuendelee tu, mama hawezi kuja sasa hivi. Mimi nilipovaa ile gauni langu alilipenda sana, nadhani ameenda kutafuta gauni lake la waka waka avae. Nikiwa mkubwa nitamtengenezea gauni kama ile. Lorena alisema hivyo. Tulipofika mezani walinyamaza, huku akiangaliana kwa macho ya wizi. Tulipokaa tu kupata kifungua kinywa, mlango uligongwa. Lorena alitoka kwenye kiti haraka sana na kukimbilia mlangoni. Akasema kwamba mimi ndo nitafungua, mimi naenda kufungua mlango, alisema akiwa sasa ameshafika mlangoni. Alipofika tu akasema, Uncle Martin. Lorena alisema sasa akimkumbatia Martin ambaye alimbeba na kuingia naye ndani. Moyo wangu ulishuka baada ya kuona jinsi uso wa Aston ulivyojaa huzuni ghafla. Martin alipomwona Aston alimtazama kwa hasira. Walisalimiana na kupeana mikono, kisha akaja kunikumbatia na kunibusu kwenye shavu. Martin alisema kwamba nisamehe, sikuweza kuwepo jana. Nilijitahidi kuwahi kurudi kutoka safarini, lakini hilo halikuwezekana. Martin aliniambia nikiwa mikononi mwake. Nilijaribu kujitoa lakini hakuniachia. Nilimwambia kwamba hakuna shida Martin, kila kitu kilienda sawa. Martin akasema, nilikutafuta jana usiku lakini haukupokea. Aliniambia sasa akiniachia, lakini macho yake yalikuwa ni kwa Aston. Nilimwambia kwamba sidhani kama na wajibu wa kujielezea kuhusu ile Martin. Martin akasema na wajibu wa kujielezea Lindsay. Nimeeleza kwamba unajua jana ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. Basi Martin alitulia kidogo, ni kama ile hasira yake ilipotea ghafla. Alinivuta na kunikumbatia tena. Akasema kwamba nisamehe Lindsay, sikutakiwa kukuuliza, ila sina haki ya kukuoji chochote. Aliniambia na kuniachia. Nilimweleza kwamba karibu tupate kifungua kinywa wote. Basi Martin akasema kwamba lakini hujanitambulisha. Martin aliniambia kabla sijaongea. Aston alimpa mkono. Dr. Aston Gunn, mimi rafiki wa Lynn na daktari wa Lisa. Hata hivyo nilikuwa naondoka, kwa hiyo muone wakati mwema. Aston alisema hivyo na kutoka taratibu. Basi mimi niliinuka haraka na kumfuata. Nilimuita lakini hakugeuka hata. Martin akauliza kwamba daktari wa mwanao anafanya nini kwako asubuhi yote? Inaonekana haujisikia pale aliposema kuwa yeye ni rafiki yangu pia. Nilimjibu hivyo. Sikutaka kuendelea kubishana naye sababu hata watoto walikuwa kimya wakitushangaa. Niliamua kuhudumia wanangu ambao walionekana kufurahi baada ya mabishano kuisha. Baada ya watoto kupata kifungua kinywa walienda kucheza. Fabiola alikuja kuwachukua watoto kwa ajili ya kwenda kucheza na watoto wake. Hasa mimi nilibaki na Martin huku nikisafisha vyombo na Martin alikuwa ananisaidia kuvifuta na kuvipanga. Martin alisema kwamba Lindsay, naomba unisamehe, najua nimekosea. Martin, sijali lakini sitaki drama mbele ya watoto wangu. Mimi naelewa na unajua jinsi ninavyokupenda na hata ninavyowapenda wanao. Mimi siwezi kuwasababishia drama. Nakupenda sana Lynn. Ni vile tu kuna muda tu nashindwa kujizuia. Nilipata wivu. Najua sina haki ya kuwa na wivu kwa sababu wewe sio mwanamke wangu, lakini nakupenda sana Lynn. Sana tu. Mimi siwezi kuzuia hilo. Laiti ungenipa nafasi ni kuonesha namna gani nakupenda. Ungenipa nafasi nikupende. Martin aliniambia sasa akishika mikono yangu. Nijitoa kwenye mikono yake na kusogea pembeni. Martin, unajua sio wakati mzuri, so naomba uelewe hilo na kuelewa Lindsay. Nisamehe lakini hata mimi napitia kipindi kigumu sana kuwa mbali na wewe. Nisamehe lakini kwa muda huu mimi siwezi kuwa unachotaka niwe Martin. Nilimwambia na kurudi kuendelea kuosha vyombo. Martin alikaa kimya kusema chochote. Tulipomaliza kuosha vyombo, Martin aliniaga na kuondoka, nikabaki mwenyewe. Sasa baada ya kumaliza kazi zangu, nilitulia na kushika simu yangu. Nilipita kwenye mitandao ya kijamii na nikaona kitu kimoja kilichonifanya nibaki na shangaa. Niliona Jerry ameweka mtandaoni video fupi ya Aston akipuliza mshumaa uliokuwa juu ya keki. Na kilichonishangaza zaidi ni kwamba mshumaa ule ulikuwa na namba 29. Kichwani kwangu nilikuwa na maswali mengi sana.
Kwa nini Aston hakuniambia leo ni siku yake ya kuzaliwa? Na kwa nini alinidanganya umri wake? Nini maana ya yote haya? Kwa hiyo ina maana urafiki wetu ulikuwa ni wa kinafiki tu au? Mbona mimi nimekuwa mwazi sana kwake lakini yeye ananidanganya kama mtoto? Kadri nilivyowaza ndivyo nilivyozidi kukasirika. So nilijikuta nikichukua simu yangu na kumtumia Aston ujumbe mfupi. Nikaandika kwamba heri ya siku ya kuzaliwa na asante kwa kunidanganya. Hatimaye nimejua urafiki wako kwangu haukuwa wa kweli. Furahia siku yako. Bila kufikiria mara ya pili, msikilizaji, niliamua kutuma ule ujumbe. Sasa msikilizaji, kwenye hii sehemu kama utakumbuka dakika za mwanzo, kwenye hii sehemu maneno niliyokuambia jumlisha na hapa. Sawa, of course kwa hivi sasa watu ndio hivyo washatengana na ndio hivyo masuala ya talaka yalishakamilika. Kwa hiyo it's like Adrian na Lindsay wamebaki tu ni kama wazazi wenza. Okay? Lakini maamuzi ambayo mpaka hivi sasa yanaweza kumvuruga sana Lindsay ni yale maamuzi ambayo aliyachukua kipindi kuna ugomvi na mume wake. Kwa sababu Martin amekuja katika nyakati za kisheria, Aston alikuja katika nyakati za kiafya. Wote hawa wanaume wawili wameonyesha kumsaidia, lakini msaada wa mwanaume. Anyway, nisiongee sana. Tuendelee kufahamu ni yapi maamuzi ya Lindsay atakayokuja kuchukua baada ya hawa watu wawili kuonekana kwenye maisha yake. Aston tayari hata kujitambulisha kwake amejitambulisha kama rafiki na Lindsay anamchukulia kama rafiki, lakini urafiki wao mimi na wewe tusiuingilie kwa sababu walikubaliana hawa watu watakuwa wanapinduana kila wanapotaka ila waendelee kubakia marafiki. Unakumbuka walivyokubaliana walikubaliana kwamba wao wataendelea kupinduana vyovyote wanavyotaka, style wanazotaka, ila tu waendelee kubakia marafiki. Sasa hebu naomba uniambie leo kwenye comment. Je, una rafiki ama una mtu yote ambaye nyie mnaweza mkapinduana lakini no baby I miss you? No, kwa nini hani upokei simu? Sijini hata kwa mwezi mnaweza mkawasiliana tu mara moja, lakini mnapokutana mnaweza kubanjuana. Je, unaye huyo mtu kwenye maisha yako? Kama unaye wewe sema tu. Ila hakikisha mpenzi wako haioni hiyo message, haioni hii comment utakayoniambia hapa, kwa sababu ninaamini kwenye mahusiano kuna watu ambao wapo kwenye mahusiano lakini huyo mpenzi wake ana mtu ambaye hataweza kumtumia ujumbe sijibebi kabisa, ila wakikutana ni kubanjiwana. Na ndio urafiki uliopo kati ya Aston pamoja na Lindsay. Sasa Aston anaonekana na wivu. Sasa sijajua hali itakuwaje baada ya Martin kuendelea kuboresha ama kuimarisha majeshi yake kwa Lindsay. Na inaonekana anampenda na bado hajakata tamaa. Sasa jamani, masingo mom, mmeona bado kuna watu wanawapenda. Kwa msije mkajisikia vibaya na watoto wawili. Wewe watu wanapendwa mpaka wana watoto 7. Uendelea kutulia, watu wenye mapenzi ya dhati wapo. Usije ukapata pressure wote hadi na mtoto single mom. Wewe mtayarishaji ndadetu chuchu langu jina Lucas Lumbas. Msikilizaji niwe hapo ambaye nitakuona kwenye comment ama like. God breathe through kilomita gani kwenye sehemu inayofuata. Tuone sasa hivi vita itakavyokuwa tamu zaidi kati ya Martin Aston mbele ya Lindsay. Bye bye.